Ukimuona mtu bado yumo ndani ya bid'a, mfanyie da'wa na umuombe Mungu awache hiyo bid'a yake. Ndugu zangu, wanahatarisha mambo mengi na wanawadanganya watu wengi. Wengi wamepotea kwa sababu yao, wengi. Hata leo ndugu zangu, ukiangalia mambo ya maulidi, hawa Wakristo angalau wana msimamo mmoja tu na upotevu wao. Wanasherehekea siku ya kuzaliwa Yesu tarehe 25 Disemba, basi siku moja kwa mwaka tu. Hii hawa hata ujui tarehe ni gani. Kila mwezi kuna maulidi, kila wiki kuna maulidi. Jana ilikuwa maulidi nyingine, katika mwezi wa Rabiul Awwal kuna maulidi, Rabiul Thani kuna maulidi, Jumada al-Awwal. Sasa ni gani hiyo ambao wanasherehekea wao? Maana yake ni kitu katika dini hakuna. Hakuna hii, wanababaika tu. Na wallahi hizi zote ni mipango ya watu kula tu, hakuna kitu kingine. Hii mambo ya bid'a imehusishwa na mambo ya watu kula ndani yake. Ndio unaona kila bid'a ina mambo ya kula. Maulidi ni chakula, 40 chakula, khitma chakula, burda chakula. Waondoe vyakula katika hizi mambo yao ya bid'a, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo. Hakuna. Wengi wanakwenda kwa sababu ya njaa tu ndugu zangu. Njaa ndio inawapeleka pale. Waondoe hizi vitu waone kama mtu atakwenda hapo. Hakuna. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni neema miongoni mwa neema kubwa. Wewe kuwa ni Muislamu alafu ukawa ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Mimi nazifuata sunna za Bwana Mtume, siongezi kitu wala sipunguzi. Wewe ni minal faizin. Miongoni mwa neema Mwenyezi Mungu ndugu zangu, neema za Mwenyezi Mungu juu yetu ni nyingi sana, hatuwezi kuyamaliza. Hata hii darasa moja haitoshi kuelezea kila kitu, ile neema ambayo Mwenyezi Mungu ametundika juu yetu ndugu zangu. Miongoni mwao ni katika hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu quta yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Hii hadithi ndani ya Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote miongoni mwenu atakayeamka asubuhi na anazo vitu vitatu. Hizi vitu vitatu ukiwa navyo na umeamka asubuhi, Mtume anasema ni sawa na kwamba hii dunia yote imeletwa kwenye vidole vyako hapa. Hakuna mtu tajiri kuliko wewe. Umeamka asubuhi kwanza, aminan fi sirbihi, umo ndani ya amani katika sehemu ambayo uko ndani ya amani nyumbani kwako, uko ndani ya amani mtaani kwako, uko ndani ya amani katika barabara unaitembea, uko ndani ya amani katika nchi yako, uko ndani ya amani kazini kwako. Wewe ni miongoni mwa watu ambaye ni matajiri duniani hapa. Wangapi leo hawana amani katika manyumba yao ndugu zangu? Mtu nyumba ni yake, amenunua mwenyewe ama amekodisha, anaishi na familia yake na hawana amani. Nyumba inawaka moto, na kila nyumba ya binadamu ina ngoma yake ndani yake. Kila nyumba ina matatizo yake ndugu zangu. Ndio unaona hizi nyumba zimewekewa milango na dirisha. Lao hizi milango na dirisha yanatolewa katika manyumba yetu ndugu zangu, sisi wengi hapa tutaadhirika. Hizi milango na madirisha imetustiri wengi, na ukiona ya mwenzio unasema tena afadhali tena yangu. Jamani, kila nyumba ina matatizo yake. Wewe ukiona ndani ya nyumba yako uko ndani ya amani ndugu yangu, unaelewana na mke wako, watoto wako mashallah wanakusikiza, amani katika nyumba, riziki sahali, mambo inakwenda vizuri, pata kujua hii dunia yote imepewa wewe. Wangapi leo hawana amani katika mitaa ambao wanaishi? Kuna baadhi ya mitaa katika hizi nchi zetu ndugu zangu, ikifika saa 12 jioni lazima uwe ndani ya nyumba. Baadhi ya mitaa hapa, wewe huwezi kutoka kwenda msikitini magharibi, huwezi kutoka kwenda msikitini ishai, salati alfajiri, unahatarisha. Lakini kuna mitaa unaweza ukatembea mpaka alfajiri, unatoka nyumbani saa 10 ya usiku unakwenda msikitini, hakuna mtu yote anaweza kudhuru. Hiyo ni miongoni mwa neema Mwenyezi Mungu. Aminan fi sirbihi. Wangapi ambaye hawana amani katika barabara ambao wanatembelea ndugu zangu? Watu wanapigwa makabari barabarani hapa, watu wanaibiwa usiku na mchana, damu ya watu inamwagwa barabarani.
Tumshukuru Mungu ndugu zangu, unapotembea barabarani wewe umo ndani ya amani, umo ndani ya amani. Ndio unaona hawa vijana ambao wanapiga watu kabari barabarani, wasifikiri kwamba wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesahau. Wewe unachukua riski ya mtu katika njia sahali, unamdhulumu, unamfanyia khiana, unamwaga damu yake, alafu unafikiri Mungu